Wavuvi baada ya kuvua samaki wakawa wanachambua nyavu zao. Sasa bwana akaona jiwe fulani, mzee akalitupa ile jiwe. Baadaye ile jiwe likaokotwa na mtu mwingine na kulitumia kama kifaa cha kusagia dawa za kutibia wagonjwa. Baadaye tena ile jiwe bwana likapatikana tena na mtu mwingine ambaye alikuwa ni fundi, ambaye alilitumia jiwe ile katika kusibia ufa ambao kulikuwa kuna kreki kwenye ukuta ambao unazunguka jumba la kifalme. Sasa baadaye baada ya miaka 100 kupita, huyu binti ambaye ni mtumwa akaa anapanda kwenye ukuta ili kumchungulia mtoto wa mfalme. Sasa kwa bahati mbaya bwana akateleza akadondoka chini. Binti kuangalia ile jiwe bwana akaona ndani kuna gold, akasema da, hii si ndo mapeni haya. Basi akaanza kulipasua ile jiwe bwana. Ghafla kwenye ile gold bwana likatoka dubwana bwana. We! Binti si akazimia bwana, akaona hiki kitu gani hiki? Basi bwana ile jini bwana likamdaka, likatumia uchawi bwana kumwamsha yule binti bwana, likamuuliza sasa, kuanzia leo mimi ni mtumwa wako na unatakiwa ufanye machaguzi matatu, yani 3 wishes. Basi bwana binti bwana chaguo la kwanza bwana akasema kwamba anataka aolewe na mtoto wa mfalme. Basi bwana baada hapo bwana jini akafanya mambo yake bwana. Kweli bwana ombi likatokea kama vile binti alivyotaka bwana. Basi bwana baada hapo jini akamshauri kwamba inabidi hii chupa ifiche kwa makini mtu yote asiione. Basi bwana baadaye binti akafanya chaguo la pili, second wish. Akaomba kwamba anataka apate ujauzito na azae na mtoto wa mfalme. Sasa bwana baada binti kupata ujauzito bwana akaanza madharau, yani akaanza kuwa msumbufu kwa queen ambaye ni malkia wa mfalme. Hapo alibugia ise. Basi bwana yule malkia bwana akaanza kumshawishi mfalme kwamba mwanao Prince anataka kukupindua wewe kwenye ufalme wako. Sasa bwana mzee akawa mpumbavu kumsikiliza malkia. Basi bila kufikiria mfalme akaamua muue mtoto wake. Sasa bwana jini akaenda kumwambia binti bwana inabidi afanye chaguo lake la mwisho ambalo ni la tatu kabla ya kukamatwa na kuuliwa ili aweze kumsaidia, lakini sasa binti hakuelewa, ikabidi akimbie kwenda kumtafuta Prince ili amwambie ukweli. Sasa bwana kumbe alifanya makosa makubwa sana. Kabla hata hajamfikia Prince walimkamata na kumtumbukiza kwenye maji. Basi binti akapoteza maisha bwana. Jini akarudi kwenye ile chupa gold yakawa haina namna tena. Basi baada hapo bwana muda ukaenda sana na miaka mingi ikakatika. Jini alikuwa anafanya kila namna ili mradi atokee mtu mwingine ambaye ataweza kumtoa kwenye ile chupa gold ili awe huru. Sasa bwana siku moja bwana kukaa kuna kibonge fulani akaanapita pale. Ghafla akateleza bwana, si ndo akavunja ile chupa bwana. Sasa bwana baada hapo bwana jini akatoka bwana akahuru, akamwambia bwana binti bwana nashukuru kwa kunifanya huru. Unatakiwa uombe machaguo matatu na nakuahidi kuwatimiza hapo hapo. Basi bwana yule dada bonge bwana akaona kwamba huyu mchizi labda alikuwa anamtaka fulani, ataka uzuri wake. Basi bwana yule dada bonge bwana akamwambia jini bwana arudi kwenye ile chupa ya gold na ile chupa ya gold iende katikati ya bahari ikae kwenye kina kirefu cha maji. Basi bwana ile chupa ikaenda bwana. Basi baada hapo ikapita miaka zaidi ya 100. Leo tena huyu dada bwana baada ya kupasua samaki ndo akakuta ile chupa akajua ni gold bwana. Ghafla ndo akatokea huyu mwamba bwana. Basi bwana baada ya mwamba kutokea kama kaida yake akamwambia bwana binti achague machaguo matatu. Sasa lakini kwa binti bwana ikawa tofauti. Huyu binti bwana akataka kwanza huyu mwamba bwana aone ni jinsi gani dunia ilivyoendelea kwa sasa. Basi bwana safari kwa huyu binti mambo yalikuwa tofauti kidogo. Huyu binti alikuwa kama mwanasayansi fulani bwana. Sasa akamwomba ujamaa bwana yeye ombi lake la kwanza awe na knowledge fulani hivi ya kujua mambo ya kiulimwengu. Sasa bwana mchizi akamletea kweli vitabu vingi pale, lakini sasa ikawa ni ngumu binti kuvishika vyote. Sasa mwamba akafanya hivi, akatengeneza liquid fulani vya kimeujiza, akamwambia kunywa hiyo. Kinywa hiyo basi vitu vyote vitaingia kichwani mwako. Basi bwana binti akatengeneza vingi sana vya kila aina, ikae kazi yake ni kuvinywa tu. Sasa bwana jini bwana akajikuta anampenda sana huyu mdada. Basi bwana binti akajikuta kwamba ana uwezo fulani kichwani mwake na anajua vitu vingi sana. Sasa akataka ombi jingine. Ombi hili bwana akataka kujua siri ya ulimwengu ni nini. Basi baada hapo bwana binti akawa ni simple sana kupata majibu. Akapiga mahesabu yake na ghafla bwana akapata jibu kwamba ni lazima atapata mtoto na huyu jini. Basi bwana kile kitendo kikamshangaza. Sasa kabla ya ombi jingine bwana jini akamzuia, kwani bwana alijua akitoa ile ombi jini ndio ataondoka hata urudi tena, kwani jini alishaanza kumpenda huyu binti bwana. Lakini bwana binti akajikuta mtu mwenye hasira sana, akajikuta anatoa maamuzi ambayo hakuyafikiria, na kweli kufanya vile bwana wishi katokea, na ile wishi bwana ikamfanya yule binti asahau kila kitu yani, na jini akapotea na karudi alipotokea. Sasa bwana baada ya karne nyingi kupita bwana tunakutana na huyu mdada ambaye pia ni mwanasayansi ambaye anaitwa Althea. Althea bwana anakutana na vipanga fulani wakati alipokuwa anafanya mkutano fulani wa kuelezea historia na sayansi jinsi ilivyokuwa. Sasa baada ya mishemishe za hapa na pale akapita kwa duka fulani, akaona hii chupa yenye mistari ya pundamilia, akavutiwa nao, basi akaipenda na kuinunua. Sasa kesho yake asubuhi akati anaoga, si ndo akaifungua hii chupa bwana ikatoka dubwana ida.
bwana imejaa kote kwa sababu sehemu ilikuwa ni ndogo. Ila bwana binti hakumuogopa, akamwangalia jamaa vipi. Sasa Alifia akajaribu kuongea na mchizi, lakini akagundua kwamba huyu mwamba hajui lugha nyingine yote zaidi ya Kigiriki. Basi akaa anaongea naye na jamaa akamwambia kwamba wewe unaweza kufanya machaguo yako matatu, kwa maana kwa safari hii wewe ndio bosi wangu wa mwisho. Sitoweza kuishi tena kwa sababu nimeteseka sana duniani. Alifia alitafakari kidogo kabla ya kutoa chaguo. Akaanza kufikiria. Kwanza akabidi ashare story fulani ambayo hajawahi kumwambia mtu yote. Akamwambia jini kwamba mimi kipindi niko mdogo nishawahi kuwa na mapenzi fulani na kijana ambaye alikuwa ni kama mzimu, kwani kijana hakuna mtu ambaye alikuwa anamuona zaidi yangu mimi. Huyu kijana bwana alikuwa ananipa kampani pale nikiwa peke yangu, anakuja ananihusia, anipa ushauri na kuwa pamoja. Kwa hiyo alikuwa ni rafiki yangu wa kweli. Sasa bwana ikatokea siku moja ambapo nilifanya makosa. Kuna kitabu ambacho alinikabidhi. Sasa kile kitabu nikakichoma kwa bahati mbaya. Kuanzia siku hiyo sikuweza tena kumuona yule kijana. Kabla hajamaliza kuhadisia, ghafla mazungumzo yakaingiliwa na mhudumu wa hii hoteli. Baada ya yule mhudumu kuondoka, Alisia ikabidi aweke lebo fulani kwenye mlango ya kuonesha kwamba kwa sasa hivi hahitaji usumbufu aina yoyote. Sasa baada hapo ikabidi amuulize jini kwamba yeye ametokea wapi na ajaribu kumpa historia fupi kuhusu yeye kwamba ametokea wapi. Ndio baada ya hapo afanye chaguo. Basi jini akaanza kumsimulia kwamba yeye aliingia mapenzi na kazini yake ambaye anaitwa Shiba. Shiba bwana alikuwa ni msichana ambaye ni mrembo sana. Sasa ikatokea queen ya ufalme akaingia wivu baada ya kumuona Shiba anakuwa na mvuto fulani wa kipekee, kwani alikuwa na miguu yenye manyoya ambayo yanavutia sana. Lakini mambo yalibadilika baada ya kutokea mfalme ambaye anaitwa Solomon. Ni mfalme ambaye alikuwa anamiliki jangwa. Jini alikuwa anaamini kwamba ipo siku atakuja kumuoa mwanamke huyu kwa sababu alikuwa anampenda. Sasa King Solomon yeye ikawa hana mapenzi zaidi kwa yule mwanamke, kwani alijifanya anataka kumuoa lakini kumbe alikuwa anahitaji yale manyoya. Basi baada ya kumkata manyoya na miguu akatumia uchawi aliyokuwa nao na kunifungia mimi kwenye chupa ya gold, na hakutosheka akaenda kunitupa kwenye maji, yani katikati ya bahari.